Fanya juu na chini, kufanya biashara wa Turkana wanao. On behalf of the people of Turkana. Na sasa tuzamie hili ambapo raia mmoja wa Misri mnamo Ijumaa wiki iliyopita alisimulia madhila ambayo alipitia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta baada ya wafanyikazi kutoka mamlaka ya ushuru ya Kenya kudaiwa kumnyanyasa. Katika taarifa yake, Dina Sheriff, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha maendeleo na ujasiriamali cha Legatum, vile vile alieleza kushtushwa kwake na malipo ambayo yalitakiwa kulipwa vitu ambavyo binafsi alikuwa yeye amebeba. Mwanahabari wetu Noel Nabiswa na kina cha taarifa hiyo. Kisa cha hivi punde katika uwanja wa ndege wa JKIA kilichochewa na Dina Sheriff, raia wa Misri ambaye alielezea masaibu yaliyomkumba kwenye mtandao wa kijamii baada tu alipowasili kwenye uwanja huo wa ndege. Sheriff alidai kuwa alinyanyaswa na maafisa wa forodha wa KRA ambao walimwitisha ada za juu kwa mali yake ya kibinafsi. Kupitia mtandao wa X, Sheriff aliandika kuwa mzigo wake ulikuwa na vitabu 15, tisheti 20 na kofia. Mwanzoni alitakiwa kulipa dola 1200 ambazo zilipungua hadi dola 950 na hatimaye hadi dola 800. Bila maelezo ya wazi jinsi takwimu hizi zilivyoamuliwa. Alidai kuwa hakuna bidhaa zake zilizokuwa na vitambulisho vya bei, lakini maafisa hao wa forodha walivipa viwango vya kiholela. Tukio hili ambalo lilimkumba Sheriff lilibua hisia mseto kutoka kwa watu tofauti, akiwemo mwanahabari wa CNN Larry Madowo. Madowo alitumia mtandao wake wa X kukosoa jinsi maafisa wa KRA wanyanyasa wageni katika uwanja huo wa ndege, akisema unyanyasaji na unyang'anyifu unaofanywa si jambo geni, kwani umekuwepo kwa muda sasa. Ili kujibu malalamiko ambayo yameongezeka si kutoka kwa Wakenya tu, bali pia kwa wageni wa kimataifa, mwenyekiti wa KRA Anthony Mwaura alikiri malalamishi hayo. The incident was very isolated. It doesn't happen like that. Although I don't want to become defensive, we need to do a little bit better. We need to handle our people a little bit better. I'm being told the lady came in an Egyptian airline, and she was supposed to pay 100,341, but she said that she had just only $250. Our people became adamant. Akizungumza Jumapili wakati wa mkutano na wanahabari katika uwanja wa JKIA, Mwaura amewahakikishia wananchi kuwa hatua zimewekwa ili kuzuia matukio hayo yasirudiwe. Passengers are taking a little bit of time, even collecting their luggage. The belts we are having here are old fashions, but last week we had a joint meeting between us and the KRA and the KPA, and we agreed that we are going to bring new scanners, new belts. Ikiwa ni pamoja na ununuzi wa skana mpya ndani ya miezi mitatu ijayo ili kurahisisha ukaguzi wa mali katika viingilio vya forodha na kuimarisha utoaji wa huduma katika JKIA. Tukio hili ambalo lilifanyika siku ya Ijumaa usiku ni miongoni mwa matukio mengi ambayo maafisa wa KRA wametuhumiwa kutekeleza siku za nyuma. Mwaka jana Novemba, bibi harusi mtarajiwa ambaye alikuwa afunge pingu za maisha na mpenzi wake wa kigeni aliripoti kuwa maafisa hao wa forodha walimnyang'anya vazi lake la harusi wakidai kuwa lilikuwa na dhamani ya kibiashara. Wanandoa hao walilazimishwa kuliacha gauni hilo kwani hawakuwa na uwezo wa kulilipia ada hiyo. Noel Nabiswa, KTN News, Nairobi.